na mpaka hapa unaona Adivera anachokifanya utafikiri tuko BBC hapa, kumbe tuko Star TV. Chris, yes. Wewe uliwezaje kugundua kwamba hawa watoto wana vipaji na ukaweza kuwatengeneza kuwa shape mpaka leo uko nao, haujawahi kuwaachia wakaondoka? Yes. Asante sana kwa swali zuri. Kwanza kabisa watoto nimekutana nao redioni wakiwa bado ni wadogo sana. Baada ya kuwa primary, wote hao wanaoona kwa sasa hivi wako sekondari, wengine wameshahitimu. Kwa hiyo katika harakati za kukaa nao redioni kwenye vipindi vya watoto, tukatamani watoke kwenye ile level ya kufanya vipindi vya kawaida. Sawa. Waanze kufanya vipindi ambavyo vinaendana na vipaji vyao. Ili mtambue mtoto kwamba ana kipaji, lazima umpe fursa ya yeye kujaribu kufanya. Mtoto hawezi kujua kwamba ana nini ama ana kipaji gani kama hujampa fursa ya yeye kujaribu kumuona. Kwa hiyo unapompa mtoto fursa ya kufanya, pale pale ndio utakapochunguza na kutambua kwamba huyu mtoto anapenda kufanya nini. Kwa sababu kipaji cha mtoto ni kile ambacho anapenda kukifanya muda wote. Baada ya hapo kukaa na watoto kwa muda mfupi, basi tukatambua kwamba wanapenda kufanya nini, so tukawekeza nguvu kwenye kile kitu ambacho walikuwa wanapenda kukifanya. Ndio maana hapo kiangalia kuna watoto wenye vipaji mbalimbali ambao walikuwa wanatamani kuchambua soka, tuliwapa nafasi ya kuchambua soka zaidi na kuwapa maelekezo. Walikuwa wanatamani kuwa waimbaji, tuliwekeza nguvu kwenye uimbaji wao. Walikuwa wanatamani kuwa wanahabari, tukawekeza nguvu kwenye wanahabari wao. Mpaka leo unaona wanapiga vizuri sana. Kwa hiyo kwa mzazi, ili atambue mtoto wake kwamba ana kipaji, lazima ampe fursa pale nyumbani, ampe umakini ili ajue kwamba huyu mtoto anapenda kufanya nini. Sasa pale pale ndio safari ya kuendeleza kipaji cha mtoto. Asaf Media sio jina geni kwa watu wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Ni kundi ambalo lipo na linafanya vizuri sana, kwa sababu hata sisi tumekuwa ni wapenzi wa kuwasikiliza vijana hawa. Kila siku za Jumamosi kwenye media tunapata kusikia vitu wanavyovifanya, na ndio maana tukawaleta hapa. Watanzania wanataka kujua wewe ni nani, Asaf Media unafanya nini? Kwa majina naitwa Advera Gosbert. Ndani ya Asaf Media mimi ni mwandishi wa habari. Tupigie kidogo, unatangazaga nini labda? Hujambo mtazamaji wa Star TV, karibu katika habari. Jina langu ni Advera Gosbert, lakini kwanza ni muktasari wake. Mtangazaji nguri Chipe MC apata nafasi ya kufanya mahojiano na watoto wa Asaf Media. Hii ni mara baada ya kuona vipaji vyao. Imetosha. Ni watoto nyie. Wewe mtazamaji unaotazama kupitia Star TV, tuko na Asaf Media na tukiwa na Chris J. Peter ambao yeye ndo mkufunzi wa watoto. Aliona vipaji vyao na akaweza kuwasimamia, na mpaka hapa unaona Adivera anachokifanya utafikiri tuko BBC hapa, kumbe tuko Star TV. Unaitwa nani? Kwa majina yangu ninaitwa Halelio kutoka Asaf Media. Kwenye Asaf Media mimi ni muimbaji. Imba wakusikie. Okay. Sasa naona kila kitu kipo kwake, mamlaka na enzi vyote ni vyake na hakuna zaidi yake, kila jambo jema ni mali yake, sijaona kama na tena mbona nyoka atatoka pangoni wewe. Hebu mpe maiki huyu bwana. Unaitwa nani umesema? Naitwa Halelio. Halelio wewe atarejea watoto wewe Chris wewe twende. Okay, my name is Binti Msukuma, ukipenda niite Paulina Mnyakuntu. Nimemaliza. Ya kipaji changu kama mnavyojua ni kuimba, kuchana. Chana kidogo tusikie. Uliona wapi usitoe ukapokea, umelala ndani yeti ukafanikiwa. Uliona wapi usisome ukatoboa, unatenda dhambi na mbinguni ukaja kuingia, ukijiona unajua hauwezi kutoboa. Kete sadaka utofu nyaka, mamile mwanako toto mama, kolompa naho mpaka winwe hela. Leo mpaka Benson Mbaga anafurahia sana kwa sababu waga anaamini kwenye vipaji, anaamini kwenye movement. Ni huyu anaigiza sauti za watu wa aina mbalimbali. Sasa wewe ni kwa nene mtoto anataka kucheza mpira, wao unamwambia mpira utavunja mogo, mgo alimpa Mungu, mpira uliletwa na Mungu. Wewe ni nani je? Unaona bana? Lazima umwache mtoto acheze mpira. Mtoto ananele aimbe atutemeshe ile mitotemo. Unaona? Unaona bana? Ni lazima. Sasa wewe Mungu kampa kipaji, unamkataza asifanye kipaji chake. Wewe ulikuwepo wakati Mungu anaweka kipaji, ulikuwepo? Unaona bana? Yani unakuta kuna mzazi anamwambia mtoto asome wakati mwenyewe alipata zilo. Na wakati kiongozi wa Dar es Salaam alisema hata kupata zilo ni kipaji. Wewe ni nani? Ni nani wa kumkataza mtoto asiwe na kipaji? Ni nani?
Bebe, mzazi, kipaji ni utambulisho. Mwalimu wangu wa maths alikuwa anasema hivi, kipaji chako ndio utambulisho wako. Kama wewe ni mwizi, wizi wako ndio utakutambulisha kama wewe ni mwizi. Kama wewe ni mwimbaji, wimbo wako ndio utakutambulisha kama nani? Mwimbaji. Sawa sawa. Of course unajua sisi watu wenye degree huwa tuna vipaji vikubwa. Tulizaliwa na akili kichwani, yani vitu kama hivi ni vidogo. Kwa hiyo nitamshangaa mzazi ambaye hana degree ya kipaji kumzuia mtoto wake asisome wala azimbe au zicheze mpira. Messi nimesoma naye chekechea, alikuwa msumbufu darasani sana. Japokuwa alikuwa na degree kama mimi, lakini alikuwa na upiga yule mtoto. Imetosha. Na tunakwenda kumtafakari nani? Chris J. Peter. Leo tunaenda kumtafakari mtumishi wa Mungu Prophet BG Malisa ambaye pia ametupa nafasi pale Ukombozi kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto. Chris J. Peter anasema leo tunakwenda kumtafakari Nabii BG Malisa. Usiondoke hapo ulipo. Tafakari wewe na mimi. Tafakari ya leo, tutafakari wewe na mimi. Sisumbuke na watu wachache waliokuumiza wakakutesa. Sumbuka kutengeneza uhusiano na watu wazuri waliobakia na wewe. Tafakari ya leo tulikuwa tunamtafakari Nabii BG Malisa toka Ukombozi Ministry. Nafikiri umeona koti zake na umejifunza kutokea kwake. Tunaanzia hapa sasa. Watazamaji tukiwa tunakwenda kumalizia kipindi, wanataka waone vipaji vyenu. Sasa hii ni nafasi yenu. Calm down. Kila siku naibuka na kitu kipya hapa na chana, wala sijafoka, na kabla kurap na zingatia afya. So sikia nikwambie, kila kitu kula mimi kulipie, ila binadamu wote niambie, kabla ya chochote Mungu mwambie. Asante Mungu Baba, umenipa kiki Baba, umelinda sio haba, mpaka leo niko hapa. Ninatia verse tena freestyle, beat lisipo kopo siulize liko wapi. Nina mitikasi, nina mikakati, na nikizipata siulize ziko wapi. Nina mitikasi cheki na kima, ninapenda hela, napenda na kusoma, ndio maana sina aibu kama hamja nisoma. Mtabaki mnasema mi bado nina hema, na kwa hii plan big kweli hamtoboi. Mbona watu wote mtabaki mko hoi? Mimi nikisiki kigumu hamningoi, ninatoa kila song na hamnikosoi. Ninapenda mziki, situmii kiki, kila beat mbona mimi na fiti. Ninapenda mziki, situmii kiki, mbona kila beat mimi na fiti. Wote wanafiki, sio wanafiki, wote marafiki, sio wale wanao kusubiria kule kwa city. Mstari leo nisikia unaambiwa kula utalipiwa wewe. Sasa ngoja kulipiwa. Twende kwa msukuma hapo. Dunia leo ni kutafuta connection, na sio kukaa kama mwana revolution na kuzupaa yenye una hata vision. Connection ndio zinatupa mission, connection ndio zinatupa action. Wewe mjipange nye ambao mpo kwenye mainstream, kuna Asaf Media huko. Wewe unaotazama kutoka Star TV right now, tuko na Asaf Media, nafikiri unaona talent hizi. Nakuja mbele zako Bwana, mimi nasema mina, najua kwako Bwana, kwangu mimi ni salama. Kwako ni salama. Kwako ni salama wakati zamu yako nawe kisha kufikia. Hata wasokupenda nao watakusalimia, wanaokudharau wote watakuinamia. Ukisha shikalo pia watazidi kuumia. Kila kukikucha usiache kumwomba Mungu akuepushe na mambo yote ya walimwengu, maana ukiwafuata yatakukuta majongo. Acha kuwasikiliza wewe, msikilize Mungu. Acha kusikiliza wewe, msikilize Mungu. Karibu katika habari tena. Jina langu ni Advera Gospel, lakini kwanza ni muktasari wake. Mwalimu Chris J. Peter, mdau wa vipaji vya watoto, awahimiza wazazi wote kusapoti vipaji vya watoto, kwani ni moja ya mafanikio ya watoto hao. Hapo vipi? Hapo sawa. Chris J. Peter, unawaambia nini wazazi wanaotazama sasa hivi ambao wako majumbani hawataki kuruhusu watoto wao waishi ndoto zao? Asante sana. Kwanza tumwambie mzazi kwamba duniani hakuna mtoto mtukutu. Mtoto mtukutu ni mtoto aliyeumizwa. Ameumizwa kwa namna gani? Mzazi anapomzuia mtoto kufanya kipaji chake, hapo ndipo tunapotengeneza mtoto mtukutu. Na siku zote lazima tuwalee watoto kwa kuitikia malezi yanayoitikia vipaji. Kipaji ni maisha, kipaji ni pesa. Ukimzuia mtoto kufanya kipaji chake, umemzuia mtu mkubwa, umezuia mabilionea wa baadaye. Taifa lisilokuwa na watoto ni sawa na jeshi lisilo na askari wa akiba. Kwa hiyo watoto ni maaskari wa akiba wa baadaye. Tunashukuru sana Star TV kutupa airtime, lakini pia tunapatikana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, YouTube, Instagram kwa jina la Asaf Media. Nafikiri umesikia wanapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kama Asaf Media.